kuinua nyota, sema nyota, ya ukombozi katika uzao wangu na katika kizazi changu. Haleluya, haleluya. Mungu atamwinua mtu mmoja katika nyumba yako, na huyo mtu atakuwa faida kwa wale watu wa nyumbani kwako, kwa wewe na kwa uzao wako. Alafu huyo mtu atakuwa faida tena kwa jamii iliyomzunguka hapo. Alafu huyo mtu pia atakuwa faida kwenye taifa lake. Haleluya. Huyo ni mtu huyu ambaye ndani yake amebeba nyota ya ukombozi. Kila familia kuna mtoto ambaye amebeba nyota ya kukomboa hiyo familia. Haijalishi hiyo familia ni matajiri au ni maskini, wana hali nzuri au si nzuri. Haleluya. Ni wacha Mungu au si wacha Mungu, lakini kila familia kuna nyota ya ukombozi wao. Maana hata kama hawamchi Mungu, hiyo nyota ya uongozi itawaongoza, hiyo nyota ya ukombozi itawaongoza katika njia iwapasayo katika habari ya kumcha Mungu. Yeye ataletwa kwa habari ya kubadilisha hiyo familia, mioyo ya wana imwelekee Baba. Haleluya. Ameletwa kwa kusudi maalum kubadilisha familia. Haleluya. 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 Ukiona kwenye familia wote maisha yanafanana, wote wako lalahoi, ujue hawako hivyo. Kuna mmoja ambaye anatakiwa abadilishe hiyo hali. Hasa adui amemkamata huyo mmoja, maana anajua akimwachia huyo mmoja, hiyo familia itabadilika, atawaamsha wale waliolala. Adui hadili na watu wote kwa familia, hata familia zenye uchawi, familia zenye uganga. Si kila moja kwa familia anapewaga uchawi. Mwingine hata kama akiutaka hapewi. Bwana Yesu asifiwe sana. Si kila moja watoto 12 wote wabeba mikoba. Hapana. Anachaguliaga mmoja wa kubeba mikoba. Haleluya. Maana huyo mmoja asipobeba, hiyo familia inabadilika. Haleluya. Yani wasipomwahi wakambebesha hiyo mikoba, basi tena atapindua hiyo mikoba. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo si adui hadili na familia yote, hadili na watoto 7 kwa familia, hadili na wote. Anadili na mtu mmoja ambaye amebeba nyota ya ukombozi. Maana huyo ataamsha waliolala. Maana huyo atainua jina la familia. Ataleta heshima hata kwa wale ambao walikuwa lalahoi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Amen. Inakuja hadi kwenye ukoo. Kwenye ukoo anaweza inuka mtu mmoja ako na jina, wote watajisifia huyo mtu, lakini huyo ni mtoto wa mama fulani na ni uzao wa tumbo lake na alimzaa. Haleluya. Kama wengine walipozaa, lakini ukoo wote watajipiga kifua, watajisifia kwa ajili ya huyo mtoto. Haleluya. Ikitoka kwa ukoo, jamii iliyozunguka. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Mfano sasa mtu amezaliwa hapa Sanyaju, alafu ghafla ni rais wa nchi. Haleluya. Hasa huku lazima tutajipiga kifua kwamba ni wa kwetu, si ndio? Tutajisifia ni wa kwetu. Haleluya. Kwa hiyo lakini ni mtoto wa mama fulani, familia fulani, yeye aliteseka nayo, alihangaika nayo,
ile nyota ikawa faida kwenye taifa. Ilivyokuwa faida kwenye taifa, hasa sisi wote sasa wakazi wa huku lazima vichwa vyote mapembe, kwa sababu wa kwetu yuko kwenye nafasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Kwa adui adili na mtu, watu wote anadili na mmoja aliyebeba kusudi la kukomboa familia. Sasa leo tunaenda kukomboa na tunaenda kusafisha, tunaenda kuondoa takataka zote za kuzimu, na tunaenda kumwinua yule mtoto mmoja ambaye amebeba nyota ya kukomboa familia ya kwao, ya kukomboa mji wa kwao, ya kulikomboa taifa lake. Haleluya, haleluya. Lazima atainuka. Amen. 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 Atafanya je? Atainuka. Atainuka. Kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 16 mstari wa kwanza hadi 12. Tuzungumze habari ya Daudi aliyetoka kwenye familia ya Yese, akaleta jina la familia ya kwao. Nasoma Samueli wa kwanza mstari wa 16. Mlango wa 16 mstari wa kwanza. 16 mstari wa kwanza. Neno la Bwana linasema, ndio. Bwana akamwambia Samueli. Bwana akamwambia Samueli, hata lini utamlilia Sauli? Hata lini utamlilia Sauli? Ikiwa mimi nimemkataa. Ikiwa mimi nimemkataa. Asiwamiliki Israeli. Asiwamiliki Israeli. Ijaze pembe yako mafuta. Ijaze pembe yako mafuta. Uende nami nitakupeleka kwa Yese. Uende nami nitakupeleka kwa nani? Kwa Yese. Kwa nani? Kwa Yese. Bethlehem. Maana nimejipatia mfalme katika wanawe. Maana nimejipatia mfalme katika wanawe. Haleluya. Hasa leo mimi nimekuja kwa ujio mwingine. Nimekuja kama Samueli kwenye familia yako. Vile Samueli ameenda kwa familia ya Yese, Bwana alimuongoza. Leo nimekuja kama Samueli wa kumwinua Daudi ambaye yupo ndani ya nyumba yako. Daudi ambaye yuko ndani ya nyumba yenu. Daudi ambaye yuko ndani ya boma lenu. Haleluya. Nimekuja na pembe ya mafuta kumwinua Daudi ambaye yuko ndani ya boma lenu, ambaye atakuja kuwa mkombozi kwa hiyo familia. Atainua jina la familia yako, atainua jina la jamii yako, na atainua jina la taifa lake. Amen. Amen. Mstari wa pili. Samueli akasema. Nawezaje kwenda? Nawezaje kwenda? Sauli akipata habari ataniua. Nawezaje kwenda? Sauli akipata habari ataniua. Basi Bwana akasema. Chukua ndama mmoja. Nayo ukaseme. Nimekuja ili kumtolea Bwana dhabihu. Mstari wa 5. Hapo unatakiwa ujifunze, si kila kitu ya kusema mimi nimsema kweli, sisemagi uongo. Ati nini? Si kila kitu unasema sema. Hata Ibrahimu aliulizwa, huyu ni nani? Akasema dada yangu. Nani? Mke wake. Yes, alienda kwa ile nje wakapatana kwa. Sasa kwa mke wake alikuwa mzuri sana, unajua. Sasa mke wake alipokuwa mzuri sana na njaa imewafukuza mahali wanaenda, walipofika kwenye ile nchi, kilichotokea ni nini? Akasema, hao watu wa nchi vile wakikuona wewe ni mwanamke mzuri, na mimi nikisema wewe ni wewe ni mke wangu, na mimi ni mume wako, hakika wataniua wabaki na wewe. Sasa bora niseme wewe ni dada yangu, sawa? Wewe ni ndugu yangu. Basi ikawa hivyo, na wako hukumiwa na Mungu. Haleluya. Na ikawa hivyo. Sasa yeye akapewa heshima, ako na dada mzuri. Haleluya. Akapewa heshima. Haya. Baada yule mfalme kweli ikawa hivyo, akamtoa yule mkaka. Baada Roho Bwana akamjia, unataka kufanya nini?
Mfalme akamwita Ibrahim mara moja, akamwambia, Ibrahim, umekuja kuleta balaa. Mungu wako amenitokea usiku. Kwa nini umesema uongo? Huyu ulisema ni mke wako, ni dada yako, kumbe ni mke wako. Sema ningesema mtaniua. Sema sasa Mungu wako amenitokea usiku, fungasha kila kilicho chako. Wakampatia mifuko, mali, fungasha kila kilicho chako muende. Haleluya. Haleluya. Ni baada ya Mungu kuwatokea. Angejitambulisha mapema, ingekula kwake. Si kila kitu ya kusema. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. 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 Tuendelee. Mstari wa 3. Ukamwite Yese aje kwenye dhabihu. Ukamwite Yese aje kwenye dhabihu. Nami nitakuonyesha utakayotenda. Na mimi nitakuonyesha utakayotenda. Unaona vile inapelekwa. Mwite Yese akuje kwenye dhabihu. Nawe utamtia mafuta yule nitakayomleta kwako. Mstari wa 4. Samueli akafanya hivyo alivyosema Bwana. Akaenda Bethlehemu, wakaja wazee wa mji kumlaki. Wakitetemeka nao wakasema, je, umekuja kwa amani? Mstari wa 5. Ndio. Naye akasema, naam, kwa amani nimekuja kumtolea Bwana dhabihu. Unaona, naam, kwa amani nimekuja kumtolea Bwana dhabihu. Angesema nimekuja kumwinua mfalme mwingine, maana mfalme aliyoko Bwana amemkataa, nini kingetokea? Angebaki? Wangemuua. Si wangemuua? Lakini akasema ni kwa amani. Hivi ni kweli ni kwa amani? Kweli ni kwa amani? Hakuenda kwa amani, lakini akasema ni kwa amani. Pote yangu tu, si kila kitu unaweza sema. Kuwa na kifua ya kutunza vitu. Amen. Kuwa na kifua ya kutunza vitu. Jitakaseni jioni pamoja nami kwenye dhabihu. Ndio. Atakasa Yese na wanawe, akawaita kwenye dhabihu. Mkawa alipokuja alimtazama Eliabu, akasema, yamkini Masihi wa Bwana yu hapa mbele zake. Alipomtazama Eliabu. Haleluya. Amen. Ndio maana nikawaambia, Mungu anapokuja kuinua, Mungu anamuinua huyu mmoja, yule ambaye yeye amemwona ndio anakomboa hii familia. Amen. Lakini pia adui anapokuja kudili na familia, anamtafuta yule ambaye amebeba neema na nyota ya kukomboa familia. Amen. Na nikasema kila nyumba, kila mji, kila uzao wa tumbo la mwanamke, kuna mtu hapo, kuna mtoto hapo aliyebeba neema. Amen. Ya kuvusha hiyo familia. Kila familia ina Daudi wake, kila familia ina Musa wake, kila familia ina Yusufu wake. Inawezekana ni wewe au mtoto wako, na Mungu leo amwinue Musa wa familia yako, amwinue Daudi wa familia yako, amwinue Yusufu wa familia yako, amwinue Musa wa familia yako, amwinue Daudi wa familia yako. Haleluya. Amen. Kama ni wewe ukainuliwe, kama ni wewe ukaonekane, kama yupo nyumbani kwenu akaonekana na akainuliwe. Halo. Mwanadamu atatazama sura ya nje, Bwana anatazama moyo. Mstari wa 8. Ndipo Yese akamuita Aminadabu, mtoto wa pili, pitisha mbele ya Samueli. Naye Samueli akasema, Bwana hakumchagua huyu. Ndipo Yese akawapitisha naye akisema, wala Bwana hakuwachagua. Akampitisha Shama. Akasema, Bwana hakumchagua huyu. Yese akampitisha wanawe 7 mbele ya Samueli. Akawapitisha wanawe 7 mbele ya Samueli. Samueli akamwambia Yese, Bwana hakuwachagua hawa. Bwana hakuwachagua hao. Mstari wa 11. Kisha Samueli akamuita Yese. Samueli akamuita Yese. Watoto wako wote wako hapa? Watoto wako wote wako hapa? Naye akasema,
akasema amesalia mdogo wao, tazama anawachunga kondoo. Amesalia mdogo wao, tazama anawachunga kondoo. Basi Samueli akamwambia Yese. Samueli akamwambia Yese, tuma watu wamlete. Tuma watu wamlete. Kwa sababu hatuketi hata atakapokuja huku. Hatuketi hata atakapokuja hapa. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa shida nyingine au raha nyingine, anayebebaga nyota ya ukombozi huwa hatambuliki kwa macho ya kibinadamu. Si mtu ambaye unaweza mzania. Maana hata Daudi kwenye ile familia tu ya Yese hakuzaniwa. Watoto wote 7 wakapitishwa mbele ya Samueli. Lakini yule wa kwanza alikuwa mzuri na alikuwa mrefu. Samueli akasema huyu ndiye. Mungu akasema mimi siangalii sura, siangalii vile wanadamu wanapoangalia. Mimi niko naangalia moyo. Niko naangalia moyo. Haleluya. Niko naangalia moyo, maana moyo ndio umehifadhi kila kitu. Halo. Halo. Haleluya. Haleluya. Akawapitisha wale wote 7. Bwana hakumchagua hata huyu mmoja. Akamwambia Yese, watoto wako wote ndio wameisha. Akasema mmoja tu amesalia. Yuko kwa kuchunga kondoo. Yuko machungani, anachunga kondoo. Akasema mleteni huyo. Akaletwa. 12. Mstari wa 12. Basi akatuma mtu naye akamleta kwao. Akafanyaje? Akatuma mtu naye akamleta kwao. Naye alikuwa mwekundu mwenye macho mazuri. Akafanyaje? Akamleta kwao. Akamtuma mtu naye akamleta kwao. Naye alikuwa mwekundu mwenye macho mazuri. Naye alikuwa mwekundu mwenye macho mazuri. Na umbo lake lilikuwa la kupendeza. Na umbo lake lilikuwa la kupendeza. Bwana akasema, ondoka umtie mafuta maana huyu ndiye. Ondoka umtie mafuta maana huyu ndiye. Haleluya. Amen. Aliyeletwa ni nani? Usema Daudi. Bwana akasema ondoka umtie mafuta maana huyu ndiye. Unajua kwa nini Samueli alipoenda kwa ile familia hakuonana na Daudi moja kwa moja? Kwa sababu hata Daudi familia yake haimzanii kama anaweza kuwa ndiye. Maana hata Bwana amemficha, hajawahi kumonyesha mapema kwa sababu ili asishambuliwe mapema. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Bwana akamficha asionekane kwa macho ya kibinadamu. Maana hata Yesu alipoambiwa lete wanao huku, akawaleta wale wanaoonekana na yeye pia anawazania. Mungu anaweza inua mtoto kwa familia yako. Anaweza inua mtu kwa nyumba ya kwenu ambaye wewe mwenyewe haujamzania, lakini atamuinua, atamheshimisha. Huyo ndiye ambaye Bwana amemchagua. Hata wewe unaweza kuwa usijijue, lakini Bwana akakuinua, ukakomboa familia ya kwenu, ukawa Daudi wa familia ya kwenu, na neema ya Bwana ikakuwa juu yako. Haleluya, haleluya. Amen. Amen. Alipotiwa tu mafuta. Mstari wa 13. Mstari wa 13. Ndipo Samueli akaitoa pembe yake. Mafuta akamtia mafuta katika kati ya ndugu zake. Ndipo Samueli akaitoa pembe yenye mafuta akamtia mafuta kati ya ndugu zake. Na roho ya Bwana ikamjia Daudi kwa nguvu tangu siku ile. Basi Samueli akaondoka akaenda zake Rama. Pigie Bwana makofi. Baada ya yule mkombozi kurasimishwa, unajua mafuta ndio yanafungua vitu vilivyojificha. Baada ya Samueli kumlazimisha, roho Bwana akamjia kwa nguvu kubwa. Hajaonekana kama Daudi aliyekuwa kwa macho
machungani. Alionekana sasa Daudi ambaye ndani yake amepepa neema ya kifalme. Na maombi leo ambayo nitakuombea ni ya kutiwa mafuta na Roho Mtakatifu. Kama wewe ndiwe mkombozi wa familia yenu, Bwana atakuheshimisha na Roho huyo atajaa ndani yako kwa nguvu. Lakini kama wewe siye, utaenda nyumbani kwenu kama Samueli, huyo mkombozi wa familia atainuka kupitia wewe. Unatakiwa uwe na maono ya kutatua tatizo iliyopo. Kama siku moja unasafiri unaenda huko kwenu, barabara iko ya rough road, tangu mwanzo wa safari ni yani dereva mwenyewe mishipa imemtoka na misuli imemkaza, kama vile anashinda kwenye gym. Kumbe tu ni kushikilia ile steering, maana kila anapoenda anaporudi, haleluya, barabara ni rough. Miaka yote umezaliwa, umekuwa iko hivyo, hauwazi. Kwani usiseme ipo siku Mungu na mimi aniinue, aniheshimishe, nije kubadilisha hii hali ya kwetu? Nani atakusemea? Nani atasema kwa habari ya kwenu? Nani atasema kwa habari ya mji wa kwenu? Haleluya. Kama upo hapa Sanyaju, mtu Arusha hawezi sema kwa habari ya mji wa Sanyaju. Atakaye sema kwa habari ya Sanyaju ni wa Sanyaju. Mtu Kuja hawezi saidia kwa habari ya mji wa kwenu. Haleluya. Unakuwa na mawazo mapana. Kama kwenu mlikuwa mnalala kwenye ngozi, na wewe hauna mawazo kwamba lini tutalala kwa godoro, mimi ndio nitasababisha hii nyumba walale kwenye godoro. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama kwenu mvua ikianza nyesha, maji yanaanza vuja kila mahali, unatakiwa uwaze kwamba mimi ndiye nitakayebadilisha hii hali, sio mwingine, wewe ndiye. Ujisanie kama umechaguliwa na uamini kama umechaguliwa. Moja kitu moja tunapendaga kina mama, kwa sababu mama anawaza hata kama akona familia ya 6, hata kama anaishi kwa mateso hapo, anawaza niliowazaa watakuja kutawala hapa, watabadilisha hali ya mji, watavunja misimu ya hapa, watavunja haya maroho ya hapa. Yeye anakuwa bize kuombea watoto wake, anakuwa bize kulea walio wa kwake. Yeye haangalii yale manyanyaso, anaangalia zile nyota. Maisha yanaenda baadaye wamekuwa wakubwa. Unashangaa sasa anaanza heshimika. Unaanza sasa anaanza heshimika. Heshima inakuja kwa ile familia. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Anabadilisha ile hali. Bwana Yesu asifiwe sana. Mgomba, ndizi ikishakatwa kwa mgomba, mwizi amesepa nayo. Wewe usianze, yani hiyo ndizi hata ungeiombea ukamwagiliaje, haiwezi toa tena ndizi. Huo mgomba huwezi toa tena ndizi. Subiri machipukizi. Haleluya. Yale yanayochipuka unatakiwa utili nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe ukishaona umri umeendelea na magoti yamekataa, anza kuweka hazina ya maombi kwa watoto. Haleluya. Siku ukiwa unatembea tu watu 2 na kukaa chini, watakubeba. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Amen. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata binti unaweza telekezewa mtoto leo, ukakataliwa, hawajui habari ya huyo mtoto, na hata kwa ile familia akaonekana kama ni mtoto wa dhambi. Lakini siku ya neema inakuja, watatafuta hata yule mtoto tu ajiite wa hiyo familia. Watatafuta tu hata kama hatawasaidia, basi abebe jina la hiyo familia, maana yule mtoto yupo juu. Haleluya. Akishajitambulisha yeye ni wa kwa fulani, kwa fulani wanapata umaarufu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Anayekula kimvulini si ndio alifanyaje? Alichumia wapi? Haleluya. Hakuna marefu yasiyokuwa na ncha. Hakuna safari isiyokuwa na mwisho. Kama waliteseka kwa safari, basi nimekuja kuleta ule mwisho. Amen. Haleluya, haleluya. Yes. Mstari wa 26. Daudi akaongea na hapo tunaona kazi ya aliyeinuliwa, kazi ya aliyebeba nyota ya ukombozi.
Daudi akaongea na watu. Waliosimama karibu. Akasema je? Atafanywaje yeye atakayemuua Mfilisti huyu? Na kuwaondolea Israeli aibu hii. Maana Mfilisti huyu asiyetahiriwa ni nani? Mfilisti huyu asiyetahiriwa ni nani? Hata mtukane Bwana wa majeshi. Mstari wa 27. Nao watu wakamjibu. Vivyo hivyo wakisema. Ndivyo utakavyofanyiwa mtu huyu atakayemuua. Mfilisti. Haleluya. Amen. Ninachotaka nikuambie, baada ya Daudi kuinuliwa ukapita muda. Ulipopita muda, shida ikatokea kwenye nchi. Shida iliyotokea, Wafilisti wakaivamia nchi. Walipoivamia, kuna mtu mmoja ambaye ni nyota ya ukombozi kwa upande wa Wafilisti. Na huyo mtu alikuwa anaitwa Goliati. Ni jitu likubwa sana na ni mtu wa vita tangu ujana wake. Ni mtu anayetisha. Akatukana siku ya kwanza, ya pili, anaendelea kutukana mataifa ya Israeli. Hasa ndugu zake na Daudi walikuwa miongoni mwa ile jeshi. Sauli anaogopa. Kwenye nchi wametangaza atakayeua huyu Mfilisti ataoa mtoto wa kifalme. Na wameweka na dao nani ajitokeze. Sasa wanatafuta kwa nguvu, nyota ya ukombozi iko wapi? Watu wapo, ila mkombozi hayupo. Haleluya. Mkombozi alikuwa kakijana kadogo, kana zaraulika. Tena baba yake alimwambia kawaangalie wale ndugu zake, kawapelekee mkate. Yeye ni mtu wa kuchunga kondoo, hana mafunzo ya jeshi. Unanisikiliza vizuri? Aliposikia hiyo, akaanza kutafuta atafanyiwa nini atakayemuua huyo Mfilisti. Amen. Wakamjibu hivyo kwamba Daudi aliposikia hayo, ndani yake akajiona yeye ndiye atakayesimama kutatua ili tatizo. Amaliza. Maana mafuta yaliyoko ndani yake yanaongea, nyota iliyoko ndani yake inaongea, inazungumza. Mstari wa 28. Naye Eliabu mkubwa wake alisikia hapo alipoongea na watu. Kaka. Sema kaka. Kaka mtu akasikia. Na hasira yake Eliabu ikawaka juu ya Daudi. Hasira ya Eliabu ikawaka juu ya Daudi. Akasema, mbona wewe umeshuka hapa? Na wale kondoo wachache umemwachia nani kule nyikani? Kondoo umewachia, yani yeye ni mtu wa kuchungaga tu kondoo. Haleluya. Mbona wewe umeshuka hapa na wale kondoo wachache umemwachia nani nyikani? Haleluya. Haleluya. Kaka yake hajui kama huyu ndio kaleta suluhisho. Kaka anamwambia wale kondoo wachache umewaachia wapi nyikani? Maana mimi najua kiburi chako. Amen. Kiburi chako. Maana umeshuka ili upate kuvitazama vita. Mstari wa 29. Naye Daudi akamjibu, je, mimi nimekosa nini sasa? Haleluya. Daudi akasema, sasa jamani, mimi nimekosa langu lipi hapa? Nimekuja. Lakini Eliabu ndugu yake akasema, kaka mtu lazima amtetee mdogo wake. Akasema, mimi nakujua vizuri kiburi chako. Umeacha kondoo huko. Wale kondoo wachache wamebaki na nani? Haleluya. Si unaona kama Daudi si miongoni mwa lile jeshi? Alafu yeye kabisa kwa kiburi chake, kweli hakuna kiburi,
Maana anauliza na nini atafanyiwa yule mtu atakayempiga huyu Mfilisti. Mfilisti mwenyewe hajamuona, lakini mafuta yaliyoko ndani yake kwamba shida yoyote itatokea kwenye jamii yangu lazima nitaimaliza, maana roho wa Bwana yuko ndani yangu na Bwana yuko pamoja na mimi. Baada akamwambia kakake, kosa langu hapo sasa ni lipi? Arudia mstari wa 29. Naye Daudi akamjibu, je, mimi nimekosa nini sasa? Ndio. Je, si neno kubwa hilo? 30. Sio neno kubwa hilo mimi kuja kutazama vita. Haleluya. Amen. Kweli kakake kumwambia najua kiburi chako, ni zaidi kwamba kakake anafahamu Daudi anapenda vita, anapenda kupigana. Haleluya. Kwamba huyu amekuja kutazama anaweza kujiingiza katikati huko. Mstari wa 30. Naye akamgeukia ili kumwelekea. Mtu mwingine akasema naye jinsi ile ile, na watu wakamjibu tena jinsi ile ile kama ya kwanza. Mstari wa 31. Na maneno hayo aliyoyasema Daudi yaliposikiwa watu wakamweleza Sauli. Na maneno ya hayo aliyoyasema Daudi yaliposikiwa, unajua nchi ilikaa kimya, hakuna hata anayejitokeza kwenye jeshi lote. Kwa watu hakuna anayejitokeza kusema hata nitajaribu kupambana na huyo Mfilisti. Alafu katoto kadogo kakajitokeza kwamba kwani atafanyiwa nini mtu ambaye atamuua huyu Mfilisti? Wakamueleza. Alipokuwa anaongea taarifa ilikabidi imwendee mfalme. Haleluya. Amen. Kwamba kuna mtoto kajitokeza. Naye akatuma mtu kwenda kumuita. Ndio. 32. Ikabidi aitwe sasa. Daudi akamwambia Sauli, asizimie moyo mtu yeyote kwa ajili ya huyu. Amekuja na suluhisho. Unajua mwenye nyota ya ukombozi anakuja wakati sahihi na majira sahihi kuwaambia jamani, tusimame tupambane hapa, maana nimekuja kuleta suluhisho. Asitokee mtu hata mmoja atakayesemia moyo kuliogopa ili tatizo, maana ili tatizo tutalimaliza. Yani sauti ya mkombozi ni sauti inayotia moyo. Ni sauti inayotia moyo. Akamwambia Sauli, mtu yoyote asisimie moyo kwa habari ya huyu Mfilisti. Mimi mtumishi wako nitakwenda kupigana na Mfilisti huyu. 33. Sauli akamwambia Daudi, huwezi wewe kumwendea Mfilisti huyu. Kupigane naye, maana wewe ukijana tu. Huwezi wewe kupigana na huyu Mfilisti, maana wewe ukijana tu. Na huyu ni mtu wa vita tangu ujana wake. Huyu ni mtu wa vita tangu ujana wake. Pointi nyingine unayotaka kupata ni kwamba aliyeletwa, aliyebeba nyota ya ukombozi kwenye familia hatishwi na ukubwa wa changamoto, hatishwi na ukubwa wa shida iliyopo, hatishwi na mvamizi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye nyumba yako atazaliwa mtoto au alishazaliwa au sasa hivi ni wewe upo hapa, utakuja kuleta ukombozi kwa familia yako. Watainuka kupitia wewe. Haleluya. Daudi akauliza atatendewa nini? Akamwambia mfalme, mtu asife moyo kwa sababu ya huyu Mfilisti. Popote pale mkombozi wa familia yupo aje. Popote pale mtoto wako ambaye amewekwa kuwa mkombozi wa familia aje. Na nyota ya mkombozi wa familia inuke kwa uzao wako. Hiyo nyota inuke kwa uzao wako. Hautajutia kuzaa, hautajutia kuteseka, hautajutia kuwa na hiyo familia, hautajutia kusomesha, maana hiyo nyota itainuka. Hiyo nyota itainuka. Hautajutia kuteseka kwa watoto, hautajutia kulipa ada, hautajutia kusomesha, hautajutia, maana Bwana anainua hiyo nyota. Amen. Bwana anainua hiyo nyota. Popote pale alipo,
akiwa shuleni, popote pale alipo, Bwana anainua hiyo nyota. Usimame.